Katika enzi za mfalme Ahabu wa Israeli, alikuwepo mtu mmoja mwaminifu aitwaye Nabothi wa Yezreeli. Nabothi alikuwa na shamba la mizabibu lililokuwa karibu na jumba la kifalme la Ahabu. Mfalme Ahabu alitamani sana shamba hilo kwa kuwa lilikuwa karibu na kasiri lake. Akapendekeza kumnunulia Nabothi au kumpa shamba lingine kwa mbadala. Hata hivyo, Nabothi alikataa kwa sababu shamba hilo ulikuwa ni urithi wa mababu zake, na sheria ya Mungu ilikataza kuuza urithi wa familia. Ahabu alihuzunika sana, akarejea nyumbani akiwa na huzuni, akakataa kula. Mke wake Malkia Yezebeli alipomwona katika hali hiyo, alichukua hatua. Yezebeli akapanga njama na kuandika barua kwa niaba ya mfalme. Akazituma kwa wazee wa mji wa Nabothi. Akawaagiza wamtangaze Nabothi kuwa ametenda dhambi dhidi ya Mungu na mfalme. Na mashuhuda wa uongo wakasema alimlaani Mungu na mfalme. Kwa mujibu wa sheria, Nabothi alihukumiwa kifo na kupigwa mawe. Baada ya kifo cha Nabothi, Yezebeli alimwambia Ahabu aende achukue shamba la mizabibu, kwa kuwa Nabothi alikuwa amekufa. Lakini Mungu alimtuma nabii Eliya kwa Ahabu kumwambia kwamba kwa sababu ya dhambi hiyo, yeye na familia yake angewaangamiza. Ahabu aliposikia hukumu hiyo, alinyenyekea na kufunga, akijiutia matendo yake, na Mungu akachelewesha hukumu juu ya nyumba yake hadi wakati wa kizazi chake cha baadaye. Hadithi hii inatufundisha kuepuka tamaa, kutokutumia vibaya madaraka tulionayo, na kufanya toba pale tunapokuwa tumetenda dhambi. Ahabu aliingiwa na tamaa na kutamani shamba la Nabothi, lakini pia Yezebeli alitumia madaraka yake vibaya kwa kuandika barua kwa wazee na kuwaamrisha wamhukumu Nabothi kwa kile ambacho alikuwa hajatenda. Lakini pia baada ya Ahabu kutubu mbele za Mungu, Mungu aliweza kumsamehe Ahabu. Hivyo nakusihi hata wewe ukumbuke kufanya toba kwa makosa ambayo unayafanya. Usiache kuendelea kusikiliza hadithi hizi na nyingine nyingi kutoka katika Biblia kupitia kwenye chaneli yetu ya YouTube kwa jina la Trusted Ministry Mwanza. Mungu aendelee kukubariki sana.